Naam, tuko pamoja sana. Tunaanza na kigongo chetu hapa na movie mpya. Leo tupo Nigeria bwana. Naona kuna mtu anakimbizwa. Kuna dada anakimbizwa, yana anakimbizwa kama mshale. Kama mshale ndugu yangu. Anakimbia kweli kweli. Yaani mdada inaonekana amesomea mazoezi huyu. Sio poa. Lakini ghafla Benivu anaweza na kushikwa kabisa na hawa walinzi wa mfalme. Wanaweza kumshika na kumburuta moja kwa moja mpaka kwenye kasri ya mfalme au vipi. Lakini anashangaa moja kwa moja, anaangalia mazingira, hayaelewi. Anauliza, hapa mnanileta ni wapi? Anamwambia kaa kimya, hapa haparuhusi kuongea mtu yoyote. Haelewi kinachoendelea, lakini ghafla mfalme anatoka bwana. Kumbe mfalme ndo ameamrisha binti ya bwana, ameamrisha binti ashikwe bwana. Lakini wanaangaliana, vipi? Huyu naye vipi? Lakini mfalme anasema, karibu kwenye ufalme wangu. Anasema mfalme, shida ni nini ya kuletwa hapa? Anasema mimi ndo nimewatuma hao wakushike, lakini mimi sijakosea mfalme. Anasema mimi nikiamrisha kila kitu lazima kiwe. Anasema lakini yani paka shingo linaniuma, wamenikimbiza, lakini mimi sijafanya kosa lolote mfalme. Kwani kosa ni nini? Anasema wewe si ndo ugwa? Anasema ndio. Basi ongozana na walinzi moja kwa moja mpaka muende kwa Agweda. Mfalme, ndiyo mfalme. Anamamlisha mlinzi, anasema kwamba ongozana naye mpaka kwa Ogwedo, lakini moja kwa moja anakimbia. Alijosikia kwa Ogwedo bwana, inaonekana sio mahali pazuri, sio sehemu salama. Lakini wahusika wanaingia ndani, mfalme na viongozi wengine. Sister anaanza kuburuzwa bwana. Anaanza kuburuzwa na pelekwa kwa Ogwedo bwana. Basi bwana, tunaanza na kigongo chetu hapa. Tunaanza na movie yetu. Haya ni majina ya wahusika bwana, wahusika wakubwa wa filamu yetu hii. Tulivyoanza ndio kama hivyo mnavyoona. Inafunguka moja kwa moja, tupo kwa Ogwedo. Huyu ni mganga bwana. Huyu ni mganga bwana. Mganga wa kijiji, mganga wa ufalme. Moja kwa moja anageuka kwa hasira, anaangalia, sijajua anaangalia nani, lakini anaambiwa, bwana tumetumwa na mfalme. Anasema mmefuata nini? Alafu kwa nini mmekuja moja kwa moja hapa? Kwa nini mfalme hakuja mwenyewe? Bwana, inaonekana mganga mwenyewe anaongea kwa hasira. Anaongea kwa hasira kubwa sana. Lakini moja kwa moja tunarudi nyumbani. Hapa tunamwona mama anachota maji, ananyanyua ndoo yake, lakini ghafla Benivu kuna mtu anatokea bwana kimazingara. Anasema, mke wangu kuna tatizo bwana. Tuna tatizo hapa, tuna tatizo. Binti yetu amekamatwa. Ameweza kukamatwa na kupelekwa kwenye miungu ya Ogwedo bwana. Lakini anamkumbatia, ghafla Benivu anapotea. Maskini ya Mungu. Mama anaanza kulalamika. Analalamika vibaya mno. Anasema mume wangu jamani. Lakini kama mnavyojua, mtu akisha kufa anakufa bwana. Mtu akisha ondoka ameondoka bwana. Hawezi kurudi kwenye maisha ya binadamu tena. Kama ndugu yako amekufa bwana, hata akirudi bwana utamuogopa, lakini utaishi naye, lakini utaishi naye kwa kumwogopa. Ulishamzika. Vipi akirudi? Utaishi naye kwa mashaka. Kwa hiyo ndio hivyo bwana, watu tukifa tunarudi, lakini ni ndoto sana. Hiyo ni siri ya Mwenyezi Mungu. Lakini ghafla mganga anasema bwana, mimi mtu nimemwona, lakini kuna mambo hayajakaa sawa. Kwa hiyo inatakiwa nionane na mfalme.
Anasema binti huyu namuona, lakini kuna mambo hayako sawa. Lakini bwana we, huyu hapa bwana anaitwa Chaumbea. Anasema bwana, sisi tumemleta, tumefanya nguvu zote, ameshikamatwa, ameletwa. Kwani kuna kitu kingine tunachokitaka? Mtu ndo huyo hapo. Unataka nini tena? Anasema ndio. Mtu ndo huyo, unataka nini tena? Mbona kama nataka kutoa masheti? Anasema msinifokee mimi. Msinifokee mimi, msinipangie masheti. Msipangie masheti miungu. Mimi nikiamua naamua, naweza nikafanya lolote. Anasema sisi tumekuja na huyu hapa. Tumekuja kukuletea ujumbe mfalme kuhusu huyu binti. Na binti huyu hapa amelala hapa. Tunamuona mwenyewe. Unataka nini tena? Sisi tumefikisha ujumbe mama, mtu wako ndo huyu hapa. Anasema no. Mimi nilikuwa nataka mfalme ndo aje. Lakini kwa nini nyinyi ndo mmekuja? Lakini na sisi ni viongozi. Anasema kaa kimya. Hili ni jambo kubwa, usichukule kama jambo dogo. Anasema basi bwana, si tuondoke zetu. Mradi tumeshafikisha ujumbe, twende zetu. Basi moja kwa moja wanarudi ufalmeni. Wanamwacha mganga bwana hapo amesimama na mtu wake hapo, lakini anauliza, mganga, kwa nini mnanifanyia hii? Kwa nini mnanifanyia hivi? Mimi mbona sijakosea jamani? Mimi sina tatizo, mimi sina makosa. Kwa nini mnanileta hapa? Lakini moja kwa moja bwana, tuko huku tena upande wa pili, upande wa mfalme. Anauliza kwa nini? Yaani taarifa nilizozipokea hazipo sahihi na tulivyokuwa tumepanga mambo yaende. Anasema mfalme, kuna mambo hayako sawa. Alafu inatakiwa tukae makini. Mfalme anaangalia huku na huku, Kwani kuna nini kipya ambacho tulikuwa tumepanga tofauti? Anasema kama makini mama, fanya kama inavyotakiwa ili mambo yaweze kwenda sawa. Anasema mimi kuendeshwa sitaki. Alafu haswa napofanya mambo yangu sipendi kuingiliwa. Anasema sawa. Fanya linalotakiwa. Anatuma moja kwa moja bwana, anatuma hebu nenda kwanza. Lakini anasema bwana, kila kitu inatakiwa kikae sawa ili tuweke ufalme wetu uwe thabiti. Anasema lakini inaonekana huyu hapa ambaye anayafanya sio sahihi. Moja kwa moja anaenda kwa mama, anaenda kumuita. Yule mama tuliona kuwa anakumbatia mtu na kupotea. Ndo anaenda kumuita bwana ili afike kwa mfalme. Moja kwa moja tunaendelea na movie yetu bwana. Tunarudi huku. Mama ameweza kuwasili kwa mfalme na kutoa heshima. Anasema heshima yako mfalme. Ndio, karibu. Kuna mambo hayaendi vizuri na mtoto wako. Tulikuwa tumeamua kumkamata au kumshikilia. Lakini kuna kitu hakiko sawa kwenye familia yako. Sema kwa mambo yako hivyo ni kuangaliana tu. Watafanya nini? Wanasikia jambo litakalotoka kwa mama. Lakini mama anasema kwamba haya mambo msiyapeleke kama mnavyofikiria nyie. Haya mambo yatakuja kuleta tatizo kubwa. Kuwa makini sana. Sawa, mimi sina la kuamua, lakini acha tunyanyasike. Lakini mimi sina la kuamua lolote. Anakumbuka moja kwa moja bwana yule mama alivyokuwa na yule mtoto. Yule mtoto sio wa kawaida. Mtoto kumbuka sio wa kawaida huyu. Ndio maana amemwambia kuwa makini na huyu mtoto, kwa sababu tatizo lote linaweza likawafika. Tatizo lote baya linaweza likaja huko mbele huko. Basi bwana, basi moja kwa moja tunaendelea bwana. Yule mtoto bwana alitupwa. Inaonekana wameondoka wawili. Na huyu mzee kama unamkumbuka ni yule mzee amekuja kimazingara
kwa kuja kichawi, baadaye akapotea. Kumbe bwana, mtoto aliweza kutupwa bwana. Mtoto aliweza kutupwa na mama hapo. Mama ni mama, na ndio maana yule mtu alikuja kumwambia bwana, yule mtoto ameweza kukamatwa na mfalme. Kwa hiyo kuna 100% kama kunaweza kukatokea tatizo. Kumbe mtoto alitelekezwa na mama. Ndio anasema bwana, basi mimi nilikuwa najua kweli ndio huyo, kwa sababu nilichokiona yule mtu kumtoa kafara ni ngumu bwana, kwa sababu ana nguvu za ziada. Kwa hiyo tukamtoa kafara, baadaye ikaje katuletea tatizo. Anamuuliza, natakiwa tuwe makini sana kutekeleza mambo yetu, hasa kwa huyu mama, kwa sababu mwanzo wa haya yote ni huyu mama. Kwa alivyomtelekeza mtoto aliokotwa na miungu, akalelewa na miungu, miungu ndio ikamtafutia sehemu ya kulelewa, mpaka sasa hivi ndio unamuona yupo hai. Anasema kwa nini? Na kwenye ufalme wangu mimi sijatarajia kupangiwa na maneno kama hayo. Mimi nikiamua nafanya. Lakini inaonekana mfalme hajapendezeshwa na hiki kitu. Anasema mimi ninachokitaka ni ufalme wangu usije ukavunjika kamwe. Nipo tayari kufanya lolote, lakini kila jambo likae sawa. Mganga bwana anarudi kwa binti moja kwa moja, anakuja kumwambia kuwa yule binti bwana yupo na mganga bwana, wanapiga story. Ndio anapata picha halisi kuwa mamake mzazi amekuja kwa mfalme. Anamuuliza, mama? Mimi sina mama, mimi sina mama, hata siku moja sijawahi kuitwa mtu mama. Mganga anamwambia, uhalisia ndio huo. Mamako mzazi amekuja kwa mfalme, amekiri kuwa alienda akakutupa. Baada ya kukutupa ndio hivyo, umelelewa, umekuwa. Kwa ni jambo la kushukuru Mungu. Anasema mimi mama? Kweli mama umemwona? Mimi sijawahi kuona mama. Sijawahi kuitwa mtu mama mimi. Anasema kweli. Lakini maskini ya Mungu, binti hajaamini yani. Hajaamini eti. Yaani binti hajaamini yani. Anasema mimi sijawahi kumuita mtu mama. Yaani sijawahi kumuona mama anafananaje yani. Sijawahi kumuona mama ise. Yaani kikitu sijawahi kukiona mimi. Yaani sijawahi kuona mtu kama anamuita mama. Yaani mimi nipo kama mimi yani. Sema sawa, mimi nachokuomba, naomba nikutanishe na huyo mama. Anasema sawa, usijali. Anasema sawa, mimi nipo tayari kufanya chochote, lakini nikutanishe na huyo mama. Anasema usijali, nipo tayari, nitakukutanisha na huyo mama, utaongea naye, wala usiwe na shida. Sawa, wala usiwe na shida yoyote. Yaani jisikie upo huru. Anasema mimi sina shida mama, sina changamoto ya hilo, lakini ndio hivyo, matatizo hayakosekani. Nilikuwa nashangaa kilichosababisha mimi wanilete hapa. Kwa sababu mimi sielewi. Bwana pamoja sana. Basi moja kwa moja bwana, mama anaanza kuwaza mtoto aliyemtupa miaka 20 iliyopita. Mtoto amerudi na bado yupo hai. Vipi kinachoendelea? Itakuwaje hapo? Chao pamoja sana.